Of course, karibu tena sana ndani ya The HL Podcast. Hapa tuna mambo mengi ambayo tunazungumzia. Nilisema kwamba tunazungumzia siasa, mambo ya sanaa na pia tutazungumzia mambo ya mahusiano. Kwa hivyo leo hatujakuja kuongezea mambo mengine, tumekuja kuongelea kuhusu talanta, mambo ya sport, na tuko na one of the best content creator in Kenya right now. Anaitwa Mnyama wa Nyama. Is a journalist, sports content creator na ni mtu mwenye tajriba, talanta, kila kitu ako nayo. Wacha siongee sana, nimruhusu. Vipi? Mambo vipi? Kwema, nashukuru Mungu. Labda wewe? Niko sawa, salama tu kwa hisani tu ya mtu ambaye hakujui. Labda kwa majina wanaitwaje, ulizaliwa ukaitwa nani, alafu ukajipa jina lipi? Mpaka sasa hii washabiki zako wanakujua vipi? Kwa majina naitwa Wanyama, lakini jina la mitandaoni ni Mnyama wa Nyama. Nilizaliwa magharibi mwa taifa la Kenya, Bungoma County, eneo fulani inaitwa Bokoli. Nimesomea shule ya msingi hapo, shule ya upili nikaingia shule inaitwa Chesamis. Alafu baadaye nikapata kidogo nikapanda hapa Nairobi. Nimesomea hivi sasa taaluma ya utangazaji na wanahabari. Na jina la utangazaji au jina ambalo nilijipea ni Mnyama wa Nyama. Mnyama wa Nyama nikaona ni jina unique na inaweza nisaidia pale. Yes. Mbona Mnyama wa Nyama? Mbona Mnyama wa Nyama? Mnyama wa Nyama, jina langu halisi ni Wanyama. Lakini sasa wakati fulani nilikuwa high school, kuna wakati parade, kuna kuagana assembly ya Jumatatu na Ijumaa. Sasa Jumatatu tulikuwa tunafanya hiyo utangazaji wa parade kidogo asubuhi na pia Friday asubuhi. Na huo wakati watu wakaanza kusema Wanyama anafanya vitu kinyama. Sasa nikakuja kugundua kumbe ukifanya kitu kinyama ni kama umefanya kitu kikuu. Napata. Nikajipea jina Mnyama. Yeah. Noma sana. Sasa katika tasnia ya kuunda maudhui ya sports, bana, nyinyi among pioneers bede mmeingia kwa hii game pioneers. Like before akukua na hii mambo ya sport content creation, but hii mmekuja, tulikuwa tumekona kwa Fabrizio Romano, but sasa at naweza angalia Mkangai, naangalia Wanyama, na ni industry yenye mmeingia na a lot of surety that mnajua kitu mnafanya manze. How was it manze hadi wewe kunua boss sports content creation? Juu ulikuwa sport commentator, like ukaingia kabisa huko unasema hii ndio sports, wacha niingie niwe ni content creator yani. Like how did you go about it paka ikafika hiyo level? Nafikiria ni safari ndefu, na kila safari lazima kwenda milima na mabonde. Sasa nilianza kitambo sana, lakini nilianza na kutangaza. Ni utangazaji nilianzia pale kanisa. Unajua nyumbani sisi kanisa, nilikuwa mtoto wa kanisa sana. Sasa huo wakati nilikuwa natangaza, hata ilikuwa inaitwa matangazo. Kuna wakati fulani kuna announcer anafanya kitu kama hiyo sasa. So nikaanzia hapo, alafu nilipofika darasa la 8, hapo pia nikagundua kumbe naweza tangaza. Nilipenda sana kusikiliza radio by the way. Kusikiza miamba kama Mkangai. Sasa wakati ambao nilikuwa nasikiza nilitamani sana kuzungumza nao. Nikaingia mapenzi ya kiforongo. Nasema kwamba alikuwa shuleni wenu. Ni mwalimu alikuwa ananifunza Kiswahili shuleni kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 4, form 1 mpaka form 4. Alikuwa anaitwa Ken Wasike. Yeye alikuwa na link au connection na wanahabari wa standard wakati huo. Sasa alikuwa anajuana na Hassan Mwanawali na Mkangai. Wakuja shuleni, na walipokuja shuleni kulikuwa na ile kitu kama competition hivi, alafu unazawadiwa, unapewa tuzo. Sasa Hassan akamka akasema nani anaweza tangaza mpira? Nikasema hata mimi mwenyewe sikuwa na ule ujasiri wa kuamka, lakini sasa wanafunzi wakasema Wanyama kwenda atangaze mpira. Nikakwenda hapo kidogo akatangaza, nikatangaza. Alafu sasa hapo ndio niligundua labda kumbe naweza kuwa mtangazaji wa mpira kihalisi. Nilipomaliza hapo nikakuja nikaingia, huo ndio wakati wa kwanza ndio nikakuja Nairobi sasa standard nikiwa form 2 kwa wakati. Nikapewa wakati pia nikatangaza ball fulani hapo na kina Mkangai kidogo. Alafu nikiendelea na masomo nikamaliza. Alafu sasa ndio nikakuja KU sasa Kenyatta University. So wakati ambao nilifika Kenyatta University mwaka wangu wa kwanza, ilikuwa vigumu sana kwa sababu sikuwa najua kama niende sports ama ninge mambo na politics, kwa sababu pia mimi napenda politics sana, kitu kama hicho. Lakini nikaona huo wakati mimi sports ni watu walikuwa wananitambua sana na sports kushinda politics. Nikaamua sasa nichukue mkondo tu wa michezo wa michezo pekee. Sasa wakati huo nikafungua social media kidogo, wakati digital media. Nikaona haikuwa ina grow sana hivyo vile ilikuwa ina grow.
Akasema nitafanya nini ndio igrow. So nikagundua labda nianze interviews na watu. Nikaanza interviews na watu wanajulikana kidogo ndio wakati ukipost kitu wanajua huyu kijana alikuwa na mtu fulani kweli. Lakini pia nikapata nafasi nyingine kwa sababu nilikuwa najuana na Hassan, akanipeleka kwenye radio fulani hapo Muthaiga, Cape Media. Pia nikatangaza kidogo na huo wakati ndio ilikuwa njia yangu ikaanza kunyoka kidogo. Kwa hivyo TV47 kidogo ilikufungulia njia. Nafikiria TV47 ilikuwa Jumamosi ya kwanza ndio ilikuwa imeanza kufunguliwa. So wakati mimi nikakwenda hapo tukafanya kipindi na kina Hassan. Na ndio kwa sababu hiyo radio ilikuwa inakuja hata bado wengine wanadhani nafanya kazi. Kwa hivyo audience yako ulichukua. Audience yako kuna vile nilishika, alafu pia ikajulikana tu ni kama Wanyama ako Radio 47. Radio 47. Bwana, lakini imekuwa safari. Imekuwa safari lakini mwisho siku uko hapa na matokeo yanaonekana. Inafurahisha sana. Kwa sababu nafikiria pia kwa safari ndefu nimekuwa na changamoto. Lakini yote tisa tunasema Mungu anasaidia. Tuangazie hii tasnia yenu ya uundaji wa maudhui hasa katika mitandao. Vipi Facebook, TikTok, wapi ndio kwenye wafuasi wengi hasa wanaopenda mpira? Nafikiria ni pande zote, lakini sasa tatizo tu ni kwamba TikTok, nafikiria TikTok ni ya watu wapo town urban center sana. Ndio iko kote, lakini sana ni watu wako urban center. Alafu Facebook ni ya watu wako interior kidogo, na pia wafanyi biashara. Sasa ni platform mbili ndio zinafanya kazi same, lakini pia ni tofauti. Hadhara zake ni tofauti. Sasa kwa mfano ukienda interior pana uwezekano ukapata watu wananijua sana kushinda watu wananijua hapa Nairobi. Lakini sasa ukikuja TikTok utapata watu wa Nairobi ndio wananijua wengi kushinda interior. Sasa nafikiria zote zipo sawa, lakini TikTok unaweza pata watu rahisi kushinda Facebook. Kwa sababu TikTok ni views, alafu pia ni kama ni ile rahisi sana video zake ni fupi, so inakuwa inapata hiyo wide reach. Kwanza nimeona kuna support serikali pia. Hasa nyinyi wa maudhui wa sporti. Kwa nini ni rahisi sana kwa serikali kufanya kazi na nyinyi ukilinganisha na watu wengine? Sisemi kwamba wengine wafanye kazi, lakini ukiangalia ni kwamba hata juzi kama ilikuwa zawadi zilikuwa zinaambwa kuna wanariadha creators wengine wanapelekwa na State House, wapelekwe kuangalia games outside the country. Vitu kama hizo mbona opportunities zinawakuja, ama swali yangu ni strategies aje yenye hizo opportunities zinawakujia na si wengine? Nafikiria kuna jambo wanasema kwenye lugha ya sport, watakwambia football is the second sweetest thing in the world. Yaani lo jambo la pili ambalo ni nzuri apart from Mungu ndio jambo la kwanza. Sasa kandanda inashikanisha watu. Sports inashikanisha watu sana kushinda vile siasa inaweza shikanisha watu. Alafu kuna vile sports inajenga watu pamoja. Sasa nafikiria labda serikali inatumia hiyo mbinu kwa sababu inaona vijana wapo pamoja. Utapata vijana Gen Z, millennials na hata watu wenye wajui. Kama mtu apende mpira utapata anapenda riadha. Sasa kweli kandanda inaunganisha watu zaidi kuliko vile inatenganisha. Maana wanaona sports iko sawa. So inakuwa rahisi kwa serikali kutumia wana sporti au wana michezo kuungana nao pamoja kuendeleza shughuli fulani. Ndio maana sasa